wanadata na mimi, sijui wanadata na nini, wanashoboka na mimi, sijui wanashoboka na nini. Labda hizi flow zangu, labda hizi pamba zangu, labda hizi swaga zangu, labda hizi flow zangu. Walete waje hapa, walete wote waje hapa, walete bwana mpaka kuche za dunia nzima nze bu the dunia nzima in the building. What's up mzee? Poa mzee. Uko fresh kabisa. Swaga? Ana swaga kama zote. Duniano mwanajeshi. Mjeshi kamili. Kamili? Hamna kustaafu lazima. Yaani hakuna sungu. Inakuaje lakini? Kama kawaida. Home, yani kila kitu kiko fresh kabisa, yani kazi zinaenda. Mimi naona kwa sasa muziki ni kama umezingatia, hautaki kurudia nyuma na naona kama muda kama umekuja na mtindo mpya ni ya mapiano, lakini unataka kumix zile rap zako. Kabisa. Kwa nini kuchange style? Unajua tunaenda na upepo, tunaenda na wakati. Unajua watu siku hizi unaona watu wengi wanapenda hizi style za mapiano. Umeona, na ukiangalia hata wasanii wengi wakubwa tofauti kutoka nchi tofauti wanapiga hizi style ya mapiano. Kwa hiyo ili katika na sisi kuonesha kama tunaweza katika style zao na nini style nyingine tofauti, kwa tunaamua kuchanga mada kama hivyo. Tunakuwa tunapiga hip hop, tunapiga mapiano, afrobeat, afro trap, vitu kama hivyo. Na ukichange mtindo wakati wanazoea Duniano ni rap ambaye hawezi kutupa mtindo wake, hawezi kuitupa ile rap ya ukweli. Hauoni kwamba wale mashabiki zako watakuwa disappointed? Hapana, unajua mashabiki nao wanapendaga ladha tofauti. Yaani kuna mashabiki wanapendaga hip hop, kuna mashabiki wanapenda ufanye hip hop lakini kwenye beat nyingine kama mapiano, umeona. Kwa hiyo inakuwa kuwapa watu ladha tofauti. Yaani masikio yanasikia vitu tofauti, kwa hiyo mtu anaendelea kupata ile burudani. Kwa sasa unasikika kama Frank Duniano. Wakati wa wanajeshi ulikuwa kama umepotea. Nakumbuka last time mimi kuanza hizi kazi tulikutana tukazungumza mawili matatu na wakasema kwamba ujio wa Frank Duniano unaweza kuwa poa sana akirudia kwenye game na hivi huko, lakini ni kama hamna kukushobokea kama zamani. Unafikiri kwamba vinakwamia wapi? Wafuazi kwenye mitandao. Unaona ni changamoto tu mitandao na nini. Unajua mitandao inahitaji uwe na timu, yani ya watu ambao watakusaidia kuposti mambo yako, labda kuzungumzia na nini. Umeona, kwa hiyo unapokuwa mtu mmoja inakuwa vile vyote huwezi kuvifanya kwa wakati ule pale. Kwa hiyo unahitaji timu kubwa ya watu ambao watakusupport sana kwenye issue za mitandao, ili katika kushare kazi zako na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama mimi upande wangu bado niko napambana sana kuhusu hiyo, yani katika ili kuweka mtandao wangu kuwe vizuri na watu wakuwe na followers, unaona zile views, labda kama na post nyimbo kwenye YouTube, vitu kama hivyo. Na timu ipo na kama haipo panakosekana nini? Unajua timu ipo, lakini sasa unajua huwezi kumtumikisha mtu bila kifuta jasho. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto za hivyo zinakuja. Kwa hiyo pako watu ndio wanataka wakusupport kwa sababu na sisi tuko nyuma yako, lakini hawezi kuwa ile in deep zaidi, yani aache mambo yake yote ya kuwa nyuma yako sana na anaona kabisa mambo yenyewe hajakuwa vizuri. Unaona tena industry yetu ya muziki bado iko chini, yani umaskini ndio umetutawala. Kwa hiyo huwezi kutumikisha watu 10, watu wangapi, hauna cha kuwapatia, inakuwa ni ngumu zaidi. Sometimes wamoja wanasema kwamba hakuna kitu na wengine wanasema kwamba ukitembea vizuri mshiko upo, japo sio sana kama nchi nyingine. Nyie mkisema kwamba hamna, si tunawachanganya wale mashabiki wanadhani kwamba kuna kitu kidogo, lakini wengine wanasema hakuna. Unajua siku zote ukweli unasemaje. Unajua mtu anayekwambia bwana kipo lazima kuonesha njia bwana, inapatikana hivi, inakuwa hivi, inakuwa hivi. Mimi nachozoea tu wasanii wa Burundi wengi wanapenda kufake maisha. Yaani mtu anataka ajiweke juu, yani ile ajiweke sehemu ambayo yeye yuko. Kwa hiyo kitu pia inatuasili sisi hapa wasanii sana, kuanzia kwa mashabiki wetu hadi viongozi. Yani sisi tunategemea labda viongozi labda wa nchi labda siku moja wakae chini watupe fursa na sisi kama wasanii. Kwa hiyo sasa tukishafake maisha tukionyesha kama tuna uwezo, tuna magari, tuna manyumba, muziki unatulipa na hakuna hautulipi kivile. Kwa hiyo tunakuwa tunawachanganya wale, wanashindwa kutusaidia. Ile support ambayo tunataka kutoka ngazi za juu inakosekana. Au kwa mashabiki ushamuonesha kama mimi naingiza mamilioni. Ndio kuna watu hata ma-interview unaonaga wasanii wa Burundi unaona nimevaa kiatu cha milioni 30, wao sheneti ya milioni 50, umeona vitu kama hivyo. Wale wana fake maisha na wanapotosha yule shabiki ambaye anataka kusupport muziki wetu. Na kuna ule wakati ukisema kwamba
hakuna pesa, lakini mnafanya muziki na ule muziki mnaofanya kwa sababu ya pesa. Unatoa pesa kwa producer. Na pia unahitaji kugain something kwa sababu na umetoa something. Unapofanya muziki hausumbuki sana. Mbona mnatafuta pesa kwa huo muziki na hazipo, lakini bado mnazitoa? Unajua Waswahili wanasemaga kipendalo la nyama mbichi. Yaani unajikuta sisi tumezaliwa na vipaji hivi. So ni vitu ambavyo labda tumejifunzia labda ukubwani, hapana. Tumezaliwa tunajua kuimba, tunafanya nini. Sasa na sisi tunapenda hizi talent zetu. Tunasema mimi na kipaji changu nakipenda, siwezi kukiacha. Kwa hiyo nitapambana, tunajua mazuri yako mbele. Mambo mazuri siku zote yanakuwa mbele ya safari. Kwa hiyo sisi tunapambana, tunaingia studio, tunalipa hela kwa producer, tuna rekodi, tuna post, tunawafikishia mashabiki wetu. Umeona, lakini ukiangalia ile marejesho sasa kusema bwana labda na mimi nitapata kitu fulani, hakuna. Unaona, mtu unaweza ukafanya hata miaka miwili hujafanya show, hakuna sehemu utaenda utauzisha CD yako au utaenda kuuzisha nyimbo yako. Watu wanapilate sana Burundi, watu wanapilate. Yaani nyimbo inatoka leo unakuta kila mtu yuko nayo, tena yuko nayo, yani ile watu wanasema kwamba hivi vimepitwa na wakati kwa sababu leo hii kuna digital platform. Kuna platform tunatia nyimbo zetu kwenye YouTube, na YouTube yetu YouTube ya Burundi, zile iTunes, iTunes, sawa, vitu kama hivyo, Spotify. Na ukiweka muziki ukitizama unaingiza. Kwa nini unazitumia duniani? Mimi sijazitumia kwa sababu hizo vitu Burundi hakuna. Ukitaka mimi na Spotify kwenye simu. Sawa, lakini sasa ndio, lakini ni wachache sana wanatumia. Unajua hapa na kwa sasa unajua hivi unajua kama kuna tatizo sana la hata shabiki kusema aende YouTube. Ni inakuwa ni vigumu sana, ni wazito. Sio bora tutie basi, siku ikifika watatizama. Unajua sasa ni kama hivyo, ni kama kukutegesha. So mimi tunaweka hapa, unategemea, yani sio kitu labda utategemea kwa 100%. Yani unakuwa 50-50. Unasema acha nijaribu kutia kwenye iTunes, ngoja nijaribu kutia kwenye Spotify, lakini watu wanashindwa hata kuja YouTube. Watu wengi wanatumikisha mainiti ya WhatsApp, Facebook, na hata kwenye Facebook yako mtu anaweza akaja anatizama kitu chako, hata like atatizama tu anapita. Kwa hiyo unaona watu wengi wametizama lakini hawajalike. Hawajalike. Umeona sasa? Kwa hiyo hivyo vitu vinatakiwa sisi kama sisi kwanza kuwaelimisha mashabiki bwana, huu mtandao bwana unatusaidia sisi hivi bwana, ukiweka bando, ukienda YouTube, ukienda iTunes, ukienda Spotify, mimi nakuwa napata kitu fulani hivi. Kwa hiyo inahitaji hiyo kitu. Kwa hiyo ukiangalia raia wengi, mashabiki wetu wengi sana, hicho kitu inakuwa ukimwambia kwanza iTunes anakuwa kuelewi vizuri. Labda ni wale wadogo sana. Ni 20% kwenye 100. Kwa sana nikitizama muziki ya wana Burundi, unakutana kuna watu wa Umarekani, Ufaransa, Warundi wanaishi huko, wanaifanya kazi huko nchi za Ulaya. Wanawaomba sana mtie muziki yenu kwenye Spotify, kwenye Apple Music. Lakini unakutana wale Warundi ni wengi, of course hawafiki kiwango cha wa Burundi wako hapa, lakini ni wengi. Anaweza kaingiza hata $60 au 100 au zaidi. Ukifanya hivyo duniani na kushare ile link na wale watu ambao wanapenda muziki wako, kusaidia kushare kitu chako, wale watu wachache wataingia. Si unasikia kama kutaingia kitu kidogo tofauti na kutoingiza hata kitu kidogo. Kuna utofauti kabisa hapo. Napoelewa ni kuna watu kule ndio Warundi wachache ambao wanasapoti sana. Kwanza mara nyingi mimi nimeonaga watu ambao wako nje wanasapoti sana muziki wetu kushinda taasisi. Ukiangalia hata wa manager wengi wako kule. Umeona, au ukisikia hata nyimbo za watu hapa utasikia wanatajwa watu ambao wanaishi kule. Kwa hiyo ndio inasaidia sana kama sisi wasanii kama tunafanya Spotify, wale wasanii wale Warundi wadogo kule wanaweza wakatuingizia hiyo kitu. Umesema kitu cha timu, kasema hauwezi kuwa na timu wakati hauna kifuta jasho. Hivi unahitaji msaada gani? Wakina nani wasaidie muziki wa Frank Duniani tusikie ule muziki wake mtamu na tuanze kuona videos, kwa sababu kwa sasa hatuoni videos. Kwa sasa sina video, yani na miaka mingi sifanyi video, na hicho kitu mimi wacho kina touch sana, kinaniasili kwenye muziki wangu. Na kuhusu team pia chenye kitu ambacho mimi naweza nahitaji management nzuri ambayo inajua wakati, inajua kwenda na wakati, au sababu inajua msanii anahitaji kufanya kitu gani, na yani kuiboresha talent yangu zaidi, au sababu ana kufanya mavideo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi peke yangu hiyo kitu siwezi. Ndio maana watu wanaona niko kimya, sifanyi video, naachia audio, naachia vitu kama hivyo. Audio inatosha, anasema kwangu haitoshi kivile, lakini tu inakuwa yani no way out, hakuna jinsi. Nafanya tu hivyo, lakini ninachohitaji ni management kubwa ambayo itanisimamia muziki wangu ukuwe mkubwa zaidi. Umeitoa mpaka kucha. Mpaka na kucha. Kuna kama kuna mipangilio fulani unaiandaa
Yeah. ya madancers. Yeah. Tupe habari, kuna nini huko? Ni challenge, tunaandaa challenge. Yani mimi na timu yangu hii inasimamiwa sana sana na Influence Record. Na kama studio wao wasema acha tukusupport bwana, nyimbo yako kali. Bwana tukasema bwana, tukakaa chini tukaangalia tufanye kitu gani katika harakati za kuipromote zaidi. Tukasema acha tufanye challenge, na hii ni fursa kwa wa dancers, yani madancers. Kwa hiyo sisi tumeweka challenge pale, watu watashuti, yani wa dancers wa magrupe au hata kama ni mmoja anashuti video yake nzuri. Masharti tumeweka ni mawili tu, video ikuwe na quality nzuri na yeye apendeze. Yani kama watakuwa wengi, kama ni group wapendeze, wavae fresh nini. Alafu tutatoa namba zenye watatumana hizo video kwenye akaunti zao, wanaweza wakaposti kwenye YouTube zao, afu wanatumana linki, sisi tutakwenda direct kule tutatizama. Alafu kama wiki mbili tutapa kama wiki mbili hivi. Kwa hiyo tutakuja tutaangalia mshindi wa kwanza, tutakuwa na zawadi, atapata kama 300,000, yani tura samili ya mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili atapata desamili na mshindi wa tatu atapata samili. Ni kusema ni places tatu. Wa kwanza atapata 300,000, wa pili 200,000, wa tatu na 100,000. Wa tatu. Manake wa kwanza 300,000, wa pili 200,000, wa tatu 100,000. Challenge inaanza lini, itasimama lini? Challenge inaanza Jumatatu. Na muda wenyewe utaisha, tutawatangazia. Nadhani leo kama watu ambao wanafuatilia mitandaoni, tutaposti kwenye page zetu. Kwenye page yangu nitaposti, nitatoa maelekezo na nitasema kama tutaanza, lakini tutaanza Jumatatu, yani lendi na tunaanza. Alafu nadhani itakuwa ni 2 weeks au wiki 3 hivi. Tutafanya muda mrefu zaidi. Okay. Ndumva yuko ata mwanya munini nyabizoza kumara indwi zibiri, nazi yuko mwese bayipanze neza. Ni Frank Duniano n'indirimbo yiwe mpaka kucene amapiano, ushobora kuja kwiyandikisha nawe ugatamba. No kuvuga ukwiyandikisha no kurungika iyo link. No kuvuga nibasanga wewe wabishoboye canke mwe n'umugwi wamwe wabishoboye, mushobora kuzoca muronka ayo mafaranga angana n'ibihumbi 300, wa kabiri akazoronka ibihumbi 200, wa gatatu akazoronka ibihumbi 100. No kuvuga uri wewe wenyene canke uri umugwi, byose biremerewe. Igikuru nuko video ibivise quality isa neza, nawe wambaye uberewe usa neza. Duniano nilikuwa nimesikia tetesi kwamba kuna kitu mnaandaa tena kama wanajeshi. Je, kuna nini? Ni ukweli mnaandaa nini? Wanajeshi hapana. Kwa hivi kwa sababu last time mlifanya concert na watu wakawa saa kama walikuwa na wakumbuka, lakini nilisikia kwamba T-Max anaandaa kitu na wanajeshi na pia anakuja na kufanya zingine ngoma. Kuna mipango ya kufanya ngoma kama wanajeshi? Mipango ya kufanya ngoma ipo, na nadhani kama utapata fursa ya kuja huku kwa huu mwezi, nadhani huu mwaka atakuja T-Max. Kwa hiyo akifika hapa ndio tutajua vitu vingi sana vya kufanya, lakini project zipo. Kuna show tunaweza tukaandaa show na tukafanya na nyimbo nyingine mpya. Na kuna kitu umesema kwamba watu wako nje sana ndio wanasaidia muziki wa Burundi. Na T-Max kama mtu mliishi pamoja kwenye kundi moja na hivi, na kama mawasiliano yako poa, kwa nini msisaidizanye vitu hivyo? Kwa sababu kule aliko mambo ni sawa, na akikutengenezea platforms kama hizo vinaweza vikapendeza. Na pia kwa kusaidia muziki wako. Si kama wanajeshi, mlikuwa kama familia. Kama familia, wanajeshi ni kama familia, ni zaidi ya ndugu kabisa. Sasa T-Max mimi ni mshikaji wangu wa karibu, na tunaongea vitu vingi sana na tunashauriana mambo mengi sana kwenye muziki. Sababu yeye yuko kule hajakaa, na yeye yuko kule anaingia studio, alikuwa anafanya kazi zake. Na mimi hapa unaona kama hapa niko nafanya kazi zangu. Kuna Macdad yuko anafanya kazi zake, Fizo naye vile. Kwa hiyo ni watu ambao tunakaa tunashauriana vitu kama hivyo. Kwa hiyo kusema anisaidie labda kwenye mambo yangu au vipi, hiyo inaweza likawa jambo la heri, jambo la fresh sana, lakini siwezi kuzungumzia mengi sana kuhusu mahusiano yangu mimi na yeye sana, labda tunasaidiana nini na nini. Yawezekana ikawa ni muda hauwezi ukamkubalia, lakini si kaka mkubwa Fizo ana studio pale, ana record label. Ndio hapo sasa cha kushangaza sasa ushapiga hodi. Basi ni ile ya kusema tuliimba pamoja, siwezi hapana.
Unajua lebo kizuri cha kwenye lebo hawezi msanii hawezi kwenda kupiga hodi kwenye lebo labda bana naomba mkataba au naomba hivi, hapana. Ni yule mtu, kwa sababu Fizzo mimi ananijua, tumefanya naye kazi nyingi sana. Ananijua uwezo wangu yani undani na nje. Maybe hawezi kutamka kwa sababu anasema bana Frank nikitamka. Kwa nini yeye kama anaona kama ile kitu ina faida labda inaweza ikawa na maendeleo kwangu. Ni mtu akoniweka chini bana Frank bana hapa mimi nahisi tukiwa wote hapa bwana itakuwa fresh, unafanya video zako hapa, audio zako unafanya hapa, tunakupromote kama Bantu Boy au hivi na hivi. Kwa na mimi nachanganua na samada kweli inaweza kanisaidia. Kwa hiyo na mimi inakuwa haina noma, lakini sio mimi natoka nyumbani labda naenda kwake bwana blaza nifanyie hivi na hivi na hivi na hivi. Hajasikia kipaji chako. Unaona nakuwa kama naenda kujiintroduce kwake, anakata yana nifahamu, anajua kwa sababu uwezo wangu. Sasa Frank akija hapa inaweza ikatisha zaidi. Kwani ukitafutwa na Bantu Boy unaweza ukaingia kama mwanamuziki anayeweza kuwa anaweza kapendeza na akafika mbali akiwa na brand ya Bantu Boy? Anaweza. Kila kitu ni maelewano tu, makubaliano, tunakaa chini tunaangalia bwana watafanya hivi na mimi bwana ninachotakiwa kufanya ni hiki, naona hichi kiko sahihi, tunafanya kazi. Nikiona haviko sahihi kuingia kwa Bantu Boy Frank hana shida. Hiyo haina shida kama tunakubaliana vile vitu ambavyo mimi navihitaji, naona napata kile ambacho nilikuwa nakikosa, ni kile ambacho nakihitaji nakipata. Tunafanya kazi. Frank, tunawakumbusha mashabiki au wale madancers ambao wanatarajia kujiandikisha kucheza, tunawakumbusha tunaanza lini na tunamaliza nini, vinavyotakiwa ni vitu gani na prices zitapewa kwa wa kwanza, wa pili, wa tatu ni kiasi gani, then tunamaliza kipindi. Tutaanza Jumatatu yani Lendi. Maelekezo yote yani Lendi itakuwa tarehe ngapi? Siko sure. Kama leo tuko tarehe, tunaweza tukatizama hapa, leo tuko tarehe 7. Lendi inaweza ikawa tarehe ngapi? Nafikiri tarehe 10. Monday itakuwa tarehe 10. Kwa hiyo tarehe 10 ndio wataanza kutumana hizo video. Masharti ni mawili tu, wapendeze na video ikuwe na quality. Alafu mshindi wa kwanza atapata hiyo Trua Samili, mshindi wa pili Desa Samili, mshindi wa tatu atapata hiyo Samili. Mimi nikushukuru kwa muda wako mzee. Bwana na mimi shukrani sana. Na nikutakie mema kwa sababu kipaji unacho. Then na watu labda wanakumbuka ile freestyle ya rap yako, mistari michongo mikali. Itakuwa ni muda mzuri wa kuwaonja kidogo. Nasota kidole siogopi wewe ni nani na ushanitesa sana kwani wewe namna gani? Bati yako lo sijatembea na gani shida ake Mungu ngekurasa halo mbaya au napisi kama rasta shida umesababisha sister kawa kahaba blaza kichochoroni naye kaamua kukaba sababu yako imetoweka imani vidoma vimejaa mitahani sababu yako wengine gerezani wengine chup watoweke duniani shida na ndugu yako masikini sijui ni wafanye nini bwana za duniano.